yako hapo baadaye. Dunia yetu leo jioni naanzia Mashariki ya Kati, ambapo Iran imesogeza mbele maziko ya aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi nchini humo Ayatollah Ali Khamenei, aliyeuawa katika mashambulizi yaliyofanywa Jumamosi na Marekani na Israel. Hayo yanaendelea wakati Marekani ikisema kuwa imemisha meli ya vita ya Iran iliyokuwa katika katika mipaka ya kimataifa kwenye bahari ya Hindi. Angela Mdungu na ripoti kamili. Shirika la habari la Iran IRNA limesema maziko ya Ayatollah Ali Khamenei yaliyokuwa yamepangwa kufanyika leo Jumatano yameahirishwa kutokana na idadi kubwa ya watu iliyojitokeza isiyotarajiwa. Tarehe mpya ya maziko inatarajiwa kutangazwa hapo baadaye. Ayatollah Khamenei anatarajiwa kuzikwa katika mji wa Mashhad alikozaliwa. Taarifa hiyo imetolewa wakati kukiwa na ripoti nyingine kuwa Mojtaba Khamenei, ambaye ni mtoto wa kiongozi wa ngazi ya juu zaidi wa Iran aliyeuawa, yuko hai na anapewa nafasi kubwa ya kuchukua nafasi ya baba yake. Hii ni kufuatia taarifa zilizotolewa na jeshi la Israel zikiashiria kuwa aliuawa. Wakati mvutano huu wa Mashariki ya Kati ukizidi kushika kasi, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa nyambizi ya Marekani imeizamisha meli ya kivita ya Iran. Akizungumza katika makao makuu ya wizara hiyo Pentagon, Hegseth amesema jana katika bahari ya Hindi, nyambizi ya Marekani iliizamisha meli ya kivita ya Iran iliyodhani salama katika la maji linalotumika kimataifa. Badala yake ilizamishwa. Ni tukio la kwanza la aina hii dhidi ya adui tangu vita vya pili vya dunia. Awali, wizara ya mambo ya kigeni ya Sri Lanka iliripoti kuhusu tukio la kuzamishwa kwa meli hiyo ya kivita na kuthibitisha kuwa watu wasiopungua 80 wameuawa. Katika tukio jingine, mifumo ya ulinzi wa anga ya jumuiya ya kujihami ya NATO imelizuia kombora lililorushwa kutoka Iran kuelekea kwenye anga ya Uturuki. Wizara ya ulinzi ya Uturuki imesema kombora hilo lilishavuka Iraq na Syria kabla ya kudunguliwa na mifumo ya ulinzi ya NATO iliyowekwa mashariki mwa bahari ya Mediterania. Uturuki imetoa onyo kwa pande zote zinazohusika na mzozo huo kuacha kuupalia makaa zaidi. Taifa hilo limesema litaendelea kushauriana na jumuiya ya NATO na washirika wengine, huku ikiweka wazi kuwa hakuna majeruhi wala vifo vilivyotokana na kombora lililorushwa kuelekea ndani ya himaya yake. Kwingineko, kundi la Hezbollah limearifu kuwa limeilenga kambi ya jeshi ya Israel karibu na Tel Aviv pamoja na kambi ya jeshi la wanamaji huko Haifa katika wimbi la mashambulizi ya droni. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limetoa tangazo hilo muda mfupi baada ya Israel kuwasha ving'ora vya tahadhari baada ya kutambua mashambulizi yaliyokuwa yakitokea Iran na Lebanon. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema baadhi ya mashambulizi yalizuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga.